Zamani za zama alisikika shujaa mmoja akisema, Eloi, Eloi, mbona umeniacha? Ujue maji yalikuwa yameshafika shingoni. Ewe shujaa mtabibu wa kijiji cha Ikombe, unaweza kuniambia ilikuwaje kuwaje mpaka tukamkosa mgeni ambaye ilitakiwa tuwe tumempata? Mtukufu Bantu, mwana wa chifu wa kijiji cha Ikombe, nakosa namna ya kukwambia kwamba imekuwaje tumemkosa yule mtu pale. Lakini katika utabiri wangu wa hiki kijiji cha Ikombe, toka nimekabidhiwa na mababu wa kijiji cha Ikombe, sijawahi kukosea hata siku moja kwenye utabiri. Na sijawahi kukosea hata siku moja kwenye masuala yangu yote ya uganga. Lakini nashindwa kuelewa, Mtukufu Bantu, imekuwaje? Na imekuwa vipi? Na hii imekaaje? Sehemu ambayo mtu nimemshuhudia na kumuona na kukuita wewe kama kiongozi wangu, mtoto wa chifu, ukamchukua yule kijana ili kumaliza hii hadha ya kijiji chetu. Lakini tumemkosa. Hayupo. Nakosa neno. Nakosa cha kusema. Mimi nadhani, Mtukufu Bantu, niliteleza tu. Ndakuwa niliteleza, Mtukufu. Niliteleza, Mtukufu. Kwa sababu ni kweli alikuwepo pale, lakini nashindwa kuelewa imekuwaje hamjamuona. Safi. Kumbe uliteleza. Vema. Kuteleza sio kuanguka. Mbaya zaidi, ungekuwa umeanguka. Weka hapo kwenye pacha. Kiganja chako cha mkono wa kushoto nikitizame. Bantu. Bantu. Tizama kiganja kile. Ni cha kwako. Bantu. Tabibu, nisamehe bwana. Nimeteleza. Lakini ukirudia tena na wewe nikaanguka. Bantu. Wewe sio kiongozi wa kijiji cha Ikombe, Bantu.
Asante mizimu ya kijiji cha Ikombe. Asante. Sikustahili adhabu hii. Yule kijana mwenye roho mbaya akikuona hiki kiganja, hili litakuwa tatizo lingine tena. Sasa hapa nikufanya tu kama bado akijarudi na bado sijakipata kiganja changu, yaani nakuwa similiki kiganja.